Wewe jini wa jinani, mzimu ninaoagiza, mzimu ninaokuamini katika maisha yangu, ninakuagiza nenda nilikokutuma. Vipi? Bwana poa, niambie. Shwari. Mambo yanasemaje? Vipi? Poa mwanangu. Kama ningajua uko kule, nimetoka kule hivi nimepita. Kule mwanangu nimechomoka, nimeona nije nitulie hapa. Mambo mengi kichwani bwana. Alafu mimi mbona unanificha mshikaji wangu? Mimi nilikuwa sijui kama sister kaja, nimemuona. Sister bwana yuko hapa leo siku ya 3. Yaani kwanza nilipomuona tu nikajua kabisa jamaa wangu wa moto. Wa moto wapi? Yaani sister angekuwa yuko mjini ndo angekuwa wa moto. Acha kutia unyonge bwana. Ila sister kakimbia mikopo. Hebu acha kutia unyonge mshikaji wangu. Wewe fanya kweli. Kakimbia mikopo sister. Kakimbia mikopo? Yaani mikopo ndo imemkimbiza mpaka karudi huko. Yaani mjini kule watu wanaandamana, wanadaiwa mikopo. Ndio maana kaona akimbie arudi kijijini. Sasa hiyo mimi imeniumiza. Na imeniumiza kwa sababu gani? Sister ndo mtu ambaye nilikuwa namtegemea. Si unajua sister ndo mtu ambaye alokuwa anatusaidia posho. Sometimes anatuma posho. Vibarua watu wanalima nini hivyo, maisha yanafanyaje? Yanaendelea. Lakini kakwama sister ananiambia bwana, ninadaiwa madeni mengi, nimeona bora nirudishe mpira kwa kipa tu, nirudi nyumbani, maisha mengine yaendelee. Basi, ngoja, unajua mimi kama sijakuelewa vile. Shida nini? Shangazi, mdogo.
Hebu nisikilize. Shida nini? Shangazi. Shangazi. Dada? Shida nini? Dada kafanyaje? Bamdogo. Shangazi kadondoka shambani. Shambani. Kanguka shambani bamdogo. Kwa hiyo nataka kuniambia yani sister ndo karudi kijijini yani. Yaani anaanza upya hapa. Ndio jumla yani mazima. Sijui mipango yake ya baadaye. Lakini mpaka unamuona ujue ndio mazima. Acha masiara. Ndio hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo ni karudi kijijini aanze mwanzo sasa maisha mengine hapa tena. Upya kabisa. Alafu vipi mwanangu, Waida mbona simuoni? Bwana mimi mwenyewe hata sielewi. Wajua mimi Waida hajaniaga. Hata sielewi yani imekuwaje. Lakini huyu mtoto ndo tabia yake. Kwani wewe ukumbuki hata kipindi kile si aliondokaga hivi? Sasa wewe unakosaje kujua kwamba kaondoka kaenda wapi babu? Sasa ujiulize, kwani mtu akikuaga si unajua kabisa kaenda sehemu fulani? Mimi hajaniaga. Nitajua kaenda wapi jamaa? Atarudi. Mimi sinamjua yule. Lakini sasa huo sio wanaume. Sasa mtu anaondoka tu kienyeji. Lakini ngoja tuache. Sasa mimi ndo nakwambia yule atarudi. Kipindi kile si aliondoka hivi hivi. Kaondoka hivi hivi lakini matokeo yake si alirudi hapa. Na hii safari kaondoka hivyo hivyo style yake ya kimya kimya. Atarudi. Sisi nakwambia. Sikia nikwambie. Mimi kichonileta hapa nilikuwa nataka nikuulize kuhusu jambo la sister yako. Alafu na kuhusu yule jamaa tulomfanyia kazi kule juu. Hivi toka siku ile tumemfanyia ile kazi hajakupa chochote kabisa. Mwanangu yule mshikaji mwenyewe simu. Twenzetu. Yupo? Wewe twende. Tukimkuta tusipomkuta tutajua uko juu. Au tumpigie simu kwanza. Achana naye tutapoteza muda, wewe twende. Mungu, nakuomba Baba uweze kubariki kazi ya mikono yangu mimi. Niweze kumtibia mama huyu na aweze kupona. Na mama nkulu, mama nakaegeji, mama nampalula, mama nandugale. Katika tiba hii niweze kumponyesha mama huyu aweze kupona. Mwenyezi Mungu naomba unisimamie katika kazi yangu. Niweze kufanikisha Mwenyezi Mungu, wewe ndio kila kitu. Basi tiba hii ikawa dawa kwake. Mungu naomba unisaidie. Ama nampalula, ama nakaege, ama nanshasi. Aweze kufanikiwa na kunyanyuka na kusimama kama mwanzo. Mungu. Ama nampalula, ama nakaege, ama nanshima, ama nankorero. Kwa hiyo ndo hivyo mdogo wangu. Shangazi tumempeka kule kwa bamdogo, anatibiwa na dawa za kienyeji. Kwa hiyo ameshamka au bado? Hajazinduka bado, ila atapona inshallah. Sawa? Dada. Ukipata muda
inabidi uje. Sawa? Basi sawa. Panapo majaliwa nitakuja. Haya, sawa. Yaani sasa hivi ninakuja. Yaani sasa hivi nafika hapa. Haya, sawa mdogo wangu. Sawa. Haya, sawa. Haya dada. Haya, sawa. Watu we, binadamu wanasumbua watu wewe, binadamu wanasumbua watu, eya, watu we, binadamu wanasumbua watu wewe, binadamu wanasumbua watu wewe, binadamu wanasumbua watu wewe, watu we, binadamu wanasumbua watu wewe, binadamu wanasumbua watu wewe, binadamu wanasumbua watu wewe, eya. Va mama nkulu, va mwana ndugale, va mwana nkamba, va mwana nshisha. Tunafungua kama kuna mtu yoyote alimfanyia shiriki akamtupia uchawi zongo chafu, tunamfungua mama huyu akarudi katika hali yake. Kama kuna mtu yoyote alimfanyia ubaya, alimfanyia shiriki, namfungua kuanzia sasa na kuanzia leo. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Watu we, iwe ni kwenye kichwa, iwe ni kwenye unyayo, nafungua kuanzia leo na kuanzia sasa. Watu we, binadamu wanasumbua watu wewe. Kuanzia leo na kuanzia sasa nimekufungua. Kuanzia sasa nimevunja ubaya, uadui, uchawi. Kuanzia leo binadamu wanasumbua watu wewe. Aya. Binadamu wanasumbua watu wewe. Eya.
Nimekuelewa mama. Lakini mbona mama, ili jambo kwangu mimi litakuwa kama mtihani. Kwa nini? Mama, ili jambo limekaa vibaya kulingana na yeye mwenyewe Ngauva. Sio nitamwanzaje? Wewe ndio mtoto wa kiume mwanangu. Unashindwa jinsi ya kumuingia Ngauva? Hii ni watoto wa kiume. Muna mbinu yote ya kumlagai mtoto wa kike na akakubali. Ninachokuomba, mtafute Ngauva. Lakini kuna changamoto moja hapa itakuwepo. Isije ikaonekana kwamba mimi namkwalia Ngauva. Umenielewa? Nakuelewa mama. Kinachotakiwa hapa, inabidi ufuate mila na desturi za kijijini kwetu. Mimi napenda uwe katika familia yangu mwanangu, kutokana na heshima yako ya hapa kijijini. Yaani napenda sana. Au na mchumba mwanangu? Hapana mama. Hapana. Sema ukweli mwanangu. Ningekuwepo mama ningekwambia, lakini hapana. Kweli? Hapana. Mama bwana, hamna. Ingekuwa yule mwanangu Waida, nisingekwambia kabisa kwamba umfuatilie yule pale. Kwa nini mama? Yule bwana mwanangu yule ni mapepe sana. Mbona mama anaonekana Waida katulia? Hapana. Waida namjua mimi. Waida ni mtoto wangu. Namjua mimi jinsi alivyo Waida. Mama. Waida ni mapepe sana. Na siwezi kumlazimisha kuhusu habari la kuolewa. Kitu kama hicho hakiwezekani. Inabidi wewe uende ukawaambie wazazi wako. Sawa? Ukishaenda kuambia wazazi wako, mimi upande wangu ya mambo hayo yote yatakuwa yameshaisha. Sawa mama, lakini mimi pale nyumbani naishi na dada. Kuhusu wazazi ni story kidogo, kwa sababu muda mrefu wazazi wangu walifariki. Kwa hiyo niko na dada, naishi na dada na maisha yetu ndo yako hivyo. Lakini nitaenda kujaribu kumshirikisha dada naye nimsikilize anasemaje. Sawa. Na lolote litakalojiri basi tutaendelea kupeana taarifa. Hakuna kilichoharibika mwanangu. Wewe ni mtu mwenye heshima zako. Sawa mama. Hata jirani kama unayomheshimu unaweza kumshirikisha hili jambo. Sawa mama. Na mambo yakaenda vizuri tu kama kawaida. Sawa mama. Basi mimi ngoja niende nikamuone Mansuri hapo mbele. Hamna tabu mwanangu, wasalimie. Maana tulikuwa na safari yetu ya kwenda kule kwenye tanuri. Sasa ngoja nikamwangalie, sasa sijui maana naye aliniambia jana kichwa kinamuuma. Safari njema. Haya. Haya.